Haya, ningependa kumpigia Bwana Wilson. Ulikuwa umezubaa. Ningependa kumpigia Bwana Wilson tusikie anasemaje, na tuone vile tunamsaidia hapa patanisho, kwa sababu anasema alikosana mke wake wakati wa Krismasi. Anasema mke wake alienda kwao Christmas na akabadilika pale. Sasa sijui, huenda labda aliambiwa vitu huko kwao, ama labda aliamua kuweza kubadilika pale. Kwa hivyo Wilson, Wilson, habari gani? Mzuri. Hebu ongea kwa sauti tukusikie vizuri. Ya. Unasema mke wako alienda Christmas, kurudi akabadilika. Mke wangu alienda tu Christmas vizuri, nilimpangia tu vizuri aenda aone wazazi wake tu vizuri. Nikampikia tu budget tu vizuri aenda aone wazazi wake, na venye alifika nyumbani akabadilika tu, sijui shida ilikuwa nini. Sasa nikajaribu kuuliza huko nyumbani shida nini, niambia bibi yangu akuje nini, mama mko ananiambia atakuja. Sasa nikangoja mimi mwenyewe simuoni, nikatuma fare simuoni. Ndio mimi hata nikaomba nafasi kwa bosi wangu, nikasema waje niache kazi kwa siku 2-3 hivi. Ndiye kidogo nyumbani niende nione kwani shida nini. Kufika nyumbani naona tu anasema sio ati anakumbuka sio maneno yenye nilimfanyia hapo nyuma si nini. Nikasema kwani maneno gani? Sasa ikabidi mimi aliniachia tu mtoto. Alikuja kuniona nyumbani kwetu, alikuwa ameenda kwao, lakini leo wakati nilienda nyumbani akakuja kuniona sasa nyumbani na akaniachia mtoto na akatoka. Akakuachia mtoto? Mtoto wa miaka mingapi? Sasa hii anataka kufikisha miaka 4 hivi, ya mwezi wa 3 hivi anafikisha miaka 4. Mtoto wa miaka 4. Akakuachia na akaenda zake. Akaniachia na akaenda zake. Sasa saa hii nasikia tu ako nyumbani kwao. Na mimi ameniachia mtoto na nateseka na yeye. Mtoto naamka asubuhi mimi mwenyewe natengeneza chai nini, nampeleka shule. Sasa ikapa nyingi sana. Sasa ningeomba mnisaidie tu akuje tusaidiane na yeye. Arudi nyumbani Arudi nyumbani. Okay. Na tangu aende yani vile alienda hivi, umejaribu kumpigia tena? Nilijaribu kumpigia simu. Anasema nini? Ananiambia tu nimpe muda. Wakabila akaniambia nimpe muda mpaka tarehe 2 mwezi wa Januari. Sasa na nini ulimfanyia ambaye anasema anakumbuka? Kwa sababu alienda Christmas, lakini anasema anakumbuka mambo fulani ambayo ulimfanyia hapo awali. Nini hiyo? Kusema ukweli Gidi, mimi wakati nilikuwa bado sijamuoa. Ndugu yangu, niambie ni nini ulifanyia huyu mwanamke tafadhali, usiende kando tafadhali. Ulimfanyia nini? Kuna msichana mwenye nilikuanga naye kwa area yetu. Ulikuwa na msichana mwingine? Kwa area yetu, na hiyo msichana alikuwa bado yani tulikuwa na yeye uhusiano kidogo kabla sijamuoa, hapo tu kabla nimuoe, yani miezi 6 hapo hivyo. Huyu msichana ndiye tulikuwa tuna yeye shida kidogo tu hapo hivyo. Yeye ndiye alikuwa analeta shida, lakini niliachana na yeye kabisa, nikaacha ndio nikatoka huko nyumbani nikakuja nikae huko Kisumu. Nyumbani kwetu kwenyewe ni Bungoma mpaka leo sijaongea naye. Sasa hii inaingia miaka karibu 3. Kwa hivyo mke wako anahisi ni kama bado una uhusiano na huyo msichana? Anahisi tu ni kama ati bado niko na. Na wewe unasema uliachana na yeye? Niliachana na yeye, kusema tu ukweli niliachana na yeye. Haya, shikilia hapo, tumpigie simu tusikie ukweli wa mambo na tuweze kujua vile unasaidika. Asante sana. Usikate simu na pia uongee kwa sauti wakati ndakuwa napata mke wako. Sawa. Haya, shikilia hapo kidogo tu, tumtafute Sharon. Haya, ningependa kumpigia Sharon tuweze kusikia mambo yake, ili tuone kama wataweza kupatana na huyu ndugu Bwana Wilson. Kwa hivyo Sharon, mahali ulipo, bushika simu yetu tuzungumze kidogo, ikiwa labda huyu jamaa alikosea, na pia tuambie ni mambo gani iliwakosanisha.
Halo Sharon. Hello. Hello Sharon, habari ya asubuhi? Nzuri. Mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo. Okay. Kuna jamaa ametutumia SMS hapa Radio Jambo anatuambia mlikosana kidogo. Na anasema eti tumpatie nafasi labda kuombe msamaha kama alikosea ili uweze kurejea. Anaitwa Wilson, hata yuko hapa kwa line. Wilson. Okay, sasa. Huyo Sharon ni msichana wangu, mimi ni mama yake lakini ametoka kidogo. Oh, wewe ndio mama Sharon Mimi ni mama Sharon. Kwa hivyo sasa ametoka kidogo lakini anarudi after 20 minutes. 20 minutes kipindi itakuwa imeisha jamani. Itakuwa imeisha? Sasa ni saa 3 inaelekea. Sasa ameenda mbali? Sio mbali sana. Nilikuwa nimemtuma tu asubuhi kidogo tu na anarudi. Okay. Lakini mama yake. Lakini mama Sharon, unajua huyu kijana ambaye umeoa msichana wako huyu Wilson? Namjua sana, tena ni jirani karibu sana. Mko tu hapo karibu tena tunaangaliana tu za kwake. Anasema ati msichana wako alirudi nyumbani Christmas na sijui mlimpatia nini akabadilika tu. Yaani hata hataki kujua mambo ya huyu jamaa. Hata sio kubadilika, ilituletea sukari tukakunywa tukafurahia. Najua wakati walikuwa wametoka na mume wake wakaenda. Walikuwa wamekaa almost 2 years. Sasa vile alikuja tukamuulizia mnakaa namna gani, akasema wanakaa tu vizuri. Sasa mumeo akampikia simu akasema nataka ukuje tarehe 28. Hiyo Disemba tu. Akaambia yeye hajaridhika na nyumbani, alikuwa amewamisi watu, sasa alikuwa bado awasongeshe masiku. Sasa akakaa ikafika tarehe 1. Ingawa aliniambia nikamuulizia sasa kijana wangu itakuwa namna gani, mmesikizana usiti? Akasema ati wamesikizana, ataenda baada ya tarehe 1. Sasa tukiwa hivyo kidogo kidogo tunasikia kijana amekuja. Naye alikuwa ameenda anafua nguo. Hata akaenda akamfulia manguo huko nyumbani. Akaenda na mtoto. Kidogo kidogo ninaona anarudi mwenyewe kwa sababu alikuwa ameacha manguo. Wakati alikuja tu kirasmi kutuona sisi huku. Ingawa huko kwao ujenzi ungali unaendelea. Sasa akasema ninaenda kufulia mume wangu manguo. Tujitayarishe vile tutarudi. Sasa hapo katikati sijajua ni nini kilitokezea kwa sababu mume wake akachukua mtoto akaenda naye, sijui akamnyang'anya na line ya simu. Sasa msichana akaniambia mama, kwani shida ni nini? Mimi nilikuwa nimemuongelesha tukasikizana kwamba after Christmas nitarudi. Sasa yeye amekuja kwa haraka anasema ati kazini wanamharas sijui nini, wanataka mkeo akue hapo karibu. Mimi si kuona kitu hapo kibaya, hata baba yake pia alikuwa baba wa msichana. Akasema haina shida, wewe utamfuata. Sasa akapita tu na mtoto akaenda, sijui waliongea nini. Hata si kuwa karibu nikasikia kijana wangu ameenda na mtoto mchukuu. Imagine ako 4 years. Ameenda nayo. Akaenda naye na mimi sikusikia vizuri, nikasema mbona yeye aende na mtoto, si angeleta mtoto yeye atangulia alafu msichana atamfuata. Okay, Wilson. Yes. Wilson. Umesikia vile mama mkwe anaeleza? Nasikia bwana. Kumbe wewe ndio ulitoroka na mtoto, unasema ati bibi aliacha mtoto jamani. Sikutoroka na mtoto. Nilienda nikapita hapo kwao. Usianze story nyingine, niambie tu nini ilitokea jamani. Nilipita hapo kwake nikasema nimwachie kwao, nimwachie ni mtoto. Kwa hivyo ulichukua mtoto? Akakataa. Nilipita hapo kwao nikamwachia, nikasema wacha nikuachie mtoto, akakataa, akasema enda tu na mtoto. Niko na kufuata, ilikuwa dasi, niko na kufuata. Okay, Bwana Wilson Yes. Mama mkwe anasema msichana wake hakukosana na wewe, lakini hajui nini ilitokea wakati alirudi kwa nyumbani. Kwani ni haraka gani wewe ulikuwa unataka Sharon na arudi nyumbani? Ndio posa mkakosana pale. Nini mlikosania?
hakuna kitu yenye nilikosea huyo msichana huku. Hakuna. Hakuna kitu nilimkosea kabisa. Hakuna chochote nilimfanyia. Alifika tu nyumbani kwao siku yenye alienda na akanitumia tu message vizuri, akasema babe, nimefanya nini, nimefika vizuri. Sasa kwa hizo siku ngapi tu, kitambo ifike tarehe 25, alienda tarehe 18, kitambo ifike tarehe 25, hapo hivyo tarehe 24 akaanza kubadilika tu pole pole. Sasa mimi sikujua. Okay, mama mko yuko hapo, ungependa kumwambia nini? Kwa sababu Sharon naye alikuwa ameenda, sijui alikuwa ametumwa kulingana na vile ameeleza. Ungependa kumwambia nini mama mkwe? Hello mom. Hello. Mama, kweli nilikuwa nasema nilikuwa nasema tu kama kuna kitu yenye nilikosea mama Chantel ama nilimkosea, nilikuwa naomba tu mnisamee tu. Ama kama kuna kitu yote ninakwambia. Hata sioni kitu hapo. Unajua hata mimi nimeshindwa. Wewe unajua anasema baada ya kumnyang'anya mtoto na line ya simu ilimaanisha nini? Ndio sasa mimi hata nimeshindwa. Yeye pia hataki kuniambia shida ilikuwa nini. Pengine ni ninyi wenyewe ndio mnajua, lakini mimi sina ubaya na Sharon ama wewe. Isipokuwa kitu ulikosea ungeniachia hata huyo mchukuu. Unajua mnafanya vibaya sana, mtoto mdogo kama huyo. Sasa utafanya kazi namna gani na mtoto? Yaani mimi unajua mimi nilijua tu ishara atanifuata, kwa sababu hiyo siku nilikuwa natoka nini nyumbani kukuja huku. Nilitaka kumwachia mtoto, akakataa, akasema niko na kufuata lini? Jumamosi. Na wewe pia hata ulisikia kuna siku alinipigia simu na wewe pia uliniambia atakufuata lini? Jumamosi, lakini mimi nilingoja sikumuona. Sasa unajua sio vizuri. Hata mimi sina ubaya, lakini makosa hata baba wewe mwenyewe unaona wewe ndio umefanya makosa. Hata baba mkwe wako mwenyewe hajawahi kukuona, wewe pia hujawahi kumuona. Wakati alikuwa amekungojea ukuje umuone, ukajiamulia tu kujiendea kazi, tena unaenda na mchukuu. Hata alitaka asalimie mchukuu ndio na yeye pia aende kazi. Okay, mama Sharon. Yeah. Kwa hivyo huyu kijana hamjamtambua rasmi kama kijana ambaye ameoa msichana wenyu? Hajakuja kirasmi? Yaani baba yake ndiye hajamjua, lakini mimi namjua. Oh, okay, lakini amelipa mahari. Hana ubaya kwa sababu ni majirani na tunawajua vizuri sana. Okay. Sasa unajua hata hakuna kitu kenye kimeleta tashwishi hapo isipokuwa yeye tu kwenda hivyo. Pengine msichana pia nimuulizie. Maybe kuna kitu ameshamuongelesha kisirisiri tu mimi kujua, lakini mimi vyenye najua hao walioana na hata kuna barua walileta. Kuna barua alileta. Kwa hivyo tunaweza fanya hivi Naweza uliza huyu kijana Wilson apange safari na labda mtu mmoja wawili hivi aje kwenyu ili mkae chini muongee, kisha apewe msichana arudi na msichana. Inaweza kuwa vizuri hivyo. Lakini unajua nini? Hawa vijana hata wasitutenganishe, kwa sababu mimi na wazazi wake tunajuana, tena hata nikaa ni watu wa karibu sana. Mimi sijaona hata ni aibu sana ati pengine iwe ni kitu kila mtu anasikiza. Hii imekuwa tu ni yao na hata haina shida. Na hivi tu kijana atumie msichana fair na msichana aende. Okay. Kwa hivyo ni fair tu na mambo kwisha. Hakuna mambo mengi hapa. Mimi sijaona kitu kibaya, hata sijaona kitu kigumu. Okay, Wilson. Yes. Ingia kwa M-Pesa. Urushe fair tafadhali. Na mke wako arudi mara moja. Unasikia mama mke anasema yeye hakuna kesi hapa. Hapa ndio huyo ongea naye amekuja. Msichana amerudi. Haya, Sharon. Hello. Sasa Sharon. Poa. Bona umetupa habi hivi? Habi analia. Pia alinitesa sana, hata pia ateseke. Aya, alikutesa? Alikutesa namna gani, Sharon? Mambo mingi tu. Yuko hapa Wilson? Yes. Ongea na Sharon. Sharon ndio huyo amerudi, amekuja. Muongea naye. Hello mom. Hello? Ano, mama sorry, hello tempo, ndio mo hello mom. Mambo. Poa. Aki nimekumizi. Nimekumizi tu sana. Hiyo tu. Nakuomba tu nisamee tu. Yaani nilikufanyia tu kubwa mama. Unisamee tu. Nataka tu ukuje tu kweli tuishi tu na mtoto wetu tu vizuri wenye tulikuwa tunaishi mama. Acha nyewe.
Mimi nakupenda tu sana. Yenyewe nakupenda. Hata kama kuna makosa yenye unakumbuka yenye nilikufanyia hapo nyuma, lakini pia mimi na regret tu sana. Unisamee tu kabisa. Sitarudia yenyewe tu. Haki yenyewe tu. Na kuomba tu, hebu ongea ni lugha yenye wanasikia. Unajua sasa ukiongea lugha ya kwetu hawatasikia. Acha nikwambie. Unasikia? Nasikia. Nataka uniache nifikirie tafadhali. Sitaki unipeleke mbio hivyo. Hivi nimekupeleka mbio. Unajua mimi nilitaka nikuachie mtoto siku ile. Nilitaka nikuachie mtoto. Wakati nilikuwa nakuja huku. Ukakataa. Wewe mlete, mimi sijakataa, wewe mlete. Okay, Sharon. Kwa hivyo unasema unataka Wilson akupatie muda kidogo ufikirie. Kuna mambo fulani ambayo alikufanyia ambayo ile iliku yani vile alikukosea. Na ni mambo kama gani? Moja? Yeye mwenyewe anajua, anaweza kukuelezea, yeye mwenyewe anajua makosa yake. Yeye anasema hakukukosea, anasema ulienda tu Christmas ndio kabadilika. Unajua yeye tulikuwa tunaishi tu vizuri, na mimi nilidhani tukiishi kuna wakati atakuwa akiniruhusu nikienda kuona familia yangu. Kwa hivyo akuruhusu kuenda kuona familia. Hizi akakuruhusu. Nilikuwa nalia tu kwenda kwetu, ni lazima nigombane na yeye, tupigane, tuongee maneno mengi. Ikifika ni kunitengeneza kaa nywele hivi, kuninulia kitu, ni lazima nilie tu. Hata mambo ya nywele lazima mlilie ndio ashughulike. Sasa nikaona na msumbua, nikaona zaidi mimi ndio nikae kwetu nifikirie kama itakuwa ngumu, nitafute kazi nipya nijitegemee, sitaki kumtegemea sana. Ungependa pia kupata kazi ili uweze kujitegemea. Sasa naelewa kinachoendelea pale. Kwa hivyo Bwana Wilson, yes. Mke wako vile amesema, kwanza kabisa umpatie uhuru wa kuweza kutembelea wazazi wake. Jambo lingine mshughulikie kama vile inatakikana. Na yeye unajua kama ana kazi, mambo ya nywele. Unajua wanadada wana mahitaji mengi. Nywele, kucha, ni mambo mengi. Hata hii ya macho inaitwa nini hii bwana? Hii wanakatakata kwa macho hivi. Kope. Inaitwa kope. Walizimu watengeneze. Mdomo pia wanapaka rangi, lipstick. Kuna mambo mengi ambayo wanadada wanahitaji Bwana Wilson. Kwa hivyo kama hujakuwa ukishughulikia Sharon, hao ndio mambo ambayo inamsumbua, na ndio maana aliamua kutorokea kwao. Lakini nilikuwa nimeomba tu kweli round hii nitashughulika kila kitu. Umeamua sasa utabadilika, utamshughulikia mke wako Nitamshughulikia bwana kitu, nitamshughulikia. Utamshughulikia. Na nini tena Sharon? Tabia yake ya kawaida ya kupenda, 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 tabia yake ya kawaida ya kupenda wanawake. Ana break, anapenda wanawake. Huyu sasa hii kesi yake inakuwa mingi. Mashtaka imefika 7 counts. Kwa hivyo Bwana Wilson. Yes bwana Gidi. Una mambo mengi ambayo lazima ubadilishe ndugu yangu. Hata hii mambo ya kupenda wanawake pia Sharon hataki Hiyo kitu ilikuwa hapo nyuma miaka 2 za imeisha, lakini kwa sasa hapana. Kwa sasa hapana. Yaani sijapenda mtu mwingine kando na yeye. Mimi nampenda. Hata kama anasema simpendi, ni kama venye niko huko hivi. Kama mahali penye nakaa huko hivi. Kweli kuna warembo na kuna warembo, lakini sasa mimi ningekuwa nafanya mambo mabaya. Hata singekuwa nashughulika naye, lakini ni venye tu nampenda na nimemchukua kuwa mama ya mtoto wangu. Okay. Time imesonga, nataka kumaliza hii kesi. Kwa hivyo Sharon, msimamo wako ni kwamba kupatie muda nipatie muda. Okay, lakini utakuwa unawasiliana na yeye. Okay. Haya, Bwana Wilson, maneno ya mwisho Mungu ungependa kuambia mke wako, tafadhali mwambie maneno matamu. Sharon. Hello? Ongea. Nakupenda tu sana mama. Nakupenda tu sana. Ningeomba tu hata sasa ungekuwa tu mahali penye niko sasa hivi. Sije ungesema sasa hivi ningekufanyia yenyewe. Yaani sina mtu mwingine wala sina, yani siwezi nikarudi nyuma tena ati natafuta mtu mwingine kando na wewe.
ila mimi nilikuwa nakuomba tu kama inawezekana ukuje tu na tuendelee tu na maisha yetu, na nitakufanyia kila kitu chenye unataka. Mimi nakupenda na nakupenda tu sana sana sana, yani zaidi, yani hata sijui nikwambie tu, nikulinganishe tu na nini. Nakuomba tu nisamee, ukuje tu kweli, mimi naumia yenyewe tu. Okay, haya Sharon. Mwambie maneno ya mwisho tukimalizia patanisho tafadhali. Hello. Nipe muda nifikirie, na sitaki unipeleke ndio, sitaki unisumbue kwa simu. Haya, Bwana Wilson, kama vile umesikia, mpatie muda, usimsumbue kwa simu na usimpeleke mbio, atajiamulia, sawa?